hangaika na walinda wananchi. Lakini wamenifanyia kazi. Wamenifanyia kazi. Nimeshindwa kulinda wa kwangu. Nimeshindwa kumlinda. Sifai. Pole. Sifai. Pole. Pole mwenyekiti. Nimeshindwa kumlinda mke wangu. Pole. Nakupa nashukuru. Nashukuru. Sikini yangu saa 6 alinipa chakula. Nikarudi kazini. Saa 12 dakika ndio nilipiga nimuletee msusa. Niko kiangaika hapo. Nakuja nakuta mke wangu hayupo jamani. Pole. Habari gani Mwanakeho TV, kama ni mara yako ya kwanza tafadhali subscribe na turn on notification. Karibu katika ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Diwakeho TV. Yeriko Nyerere, huyu ni mwanaharakati kutoka katika chama cha Chaumma, chama cha ukombozi wa umma. Yeriko Nyerere ameamua kushusha ujumbe mrefu katika mtandao wa Twitter hapo akikanusha propaganda ambazo zinaendeshwa na chama cha demokrasia na maendeleo, ikisema kuna askari mmoja ameuawa, mke wa askari mmoja ameuawa, na akiwakilia kwa uchungu ameamua kuweka ukweli wa chapisho hilo au ukweli wa jambo hilo bayana na kuweka posti ya video ambayo ilishafanyika miaka mitatu, ambapo anasema mke wa mwenyekiti Bukoba abakwa na kisha kuuawa na kuuawa na kumwaga machozi, ambayo ni posti ambayo ilishakuwa imeshachapishwa baada ya miaka mitatu, lakini wanaharakati wanaitumia hilo chapisho kwa sasa kufahamisha umma kwamba kuna polisi mke wa polisi ameuawa, na Yeriko Nyerere ameamua kuja kuondoa sintofahamu katika mtandao wa Twitter kwa kuweka ushahidi, mambo kwa ushahidi. Nataka ninukuu jambo ambalo ameandika Yeriko Nyerere katika mtandao wa Twitter. Nukuu: uzushi wa vibaka wa wanaharakati chafu nchini. Wanaharakati uchwara wanasambaza hii video iliyotengenezwa kwa AI wakisema ni askari wa polisi Tanzania akimlilia mkewe kwa kuuawa wakati yeye askari akiwa kazini kulinda wananchi juzi. Lengo lao likiwa ni kulihusisha tukio hilo la kizushi na porojo za kuwaita waasi wa TFF. Ukweli wa video halisi inahusu tukio la miaka mitatu nyuma ambayo mke wa mwenyekiti huko Bukoba aliuawa, na video halisi iko kwenye linki hapo. Kaweka linki hapo, akasema vikundi vya wanaharakati nchini vimekuwa mabingwa wa uzushi, uongo, ufitini, porojo za uzindaki na uchonganishi, ilimradi nchi haina utulivu. Wao maisha yao yanategemea taharuki ndio wapate choo safi na salama kwa wahisani wa watu wa Ulaya na Marekani. Ameandika maneno hayo Yeriko Nyerere. Maoni yamekuwa ni mengi kweli kweli. Wa kwanza anaitwa Emmanuel Matiko, anasema wenzako wanabembeleza unachukulia utani. Lakini haya sawa, anasema wazengo wanasubiri mkeo atakapofariki. Lakini Shamero anasema ulikuwa mtu niliyekuamini sana na kubali sana, ila inafikirisha sana. Lakini mtoto Marikia anasema wewe siku hizi umekuwa msemaji wa taasisi zote za serikali. Lakini Zaki anasema wewe ndio unaandikaga vitabu vya ujasusi, hujui hata video za AI. Lakini Evans anasema ni kweli tu, mambo ya fundi umeme yako mbali na uandishi wa habari, vinginevyo idara ya habari ingekufaa mno sasa. Lakini Amicha anasema nilikuwa sielewi mwanzo ila hawa wanaharakati ni wapuuzi sana. Lakini Kagugu anasema siku hizi wala hawaelewi kabisa, utasema jambo gani bora utulie kama Ngosha wa Shinyanga. Lakini Lala anasema yuzi ushahidi wa Lissu bado unakupa usingizi wa mangamngamu. Lakini Odoyo anasema sasa wewe, ametukana kidogo. Lakini Bobo anasema mtoa ushahidi kwenye kibanda cha mbwa. Lakini Dondo anasema ni sawa walivyokuzishia Freeman Mbowe kulamba asali wakati si Mnyaturu mlopokaji. Lakini hayo ni baadhi ya maneno, ni baadhi ya maoni ambayo yametoka katika chapisho la Yeriko Nyerere. Jina langu Diwakeho TV, tunakutujia katika masuala ya kisiasa. Bye bye.